Habari yako shemeji? Salama, karibu. Asante sana. Vipi? Bro nimemkuta? Hapana, hayupo. Imekuwa vizuri sana. Lakini hata hivyo, nilikuwa nina mazungumzo na wewe private. Sawa, haina shida. Karibu tuongelee ndani. Ndani hapana. Tunaweza tukaongelea hapa hapa. Sawa. Shemeji, nakumbuka siku moja ulikuja nyumbani kwangu na ukaniambia kuwa nimchunguze mke wangu. Bila shaka kutakuwa kuna kitu unakijua ambacho kinamhusu. Hebu tafadhali naomba uniambie. Ndiyo, ila sina uhakika. Ndio maana nilikuja nyumbani kwako kukumwambia umchunguze mkeo ili na mimi nithibitishe. Ina maana unataka kuniambia kuwa mke wangu mimi na kaka Jinga wana mahusiano? Ndiyo, ila ilikuwaga. Kwa sasa sina uhakika. Ila nahisi kuna kitu kinaendelea. Hii inawezekanaje? Pole sana shemeji. Ila kuna mengine siyajui. Sawa. Nashukuru shemeji. Ndo kwanza nimerudi hapa mtaani. Najua mmeo kama hayupo. Na mmeo hajui kama mimi nimerudi. Sasa basi, nimerudi kumchukua bilivu wangu. Eti nimekuja kumchukua bilivu wangu. Bilivu yupi? Kama mwanzo ulishindwa kumchukua akawa wa kwako, akafika kwenye mikono yangu, utaweza sasa hivi? Sikia nikwambie wewe Kibeti Ngoma. Umechelewa Jamvini. Kalamu nimeshaila kitambo sana. Sasa basi, moto uliouwasha, angalia utakavyokuja kuunguza mwenyewe. Na ninajua kama umezaa na kaka yake Bilivu. Na pia ninajua kama unamsaliti Bilivu. Na ninajua pia pale mnapoenda kukutana kufanya uchafu wenu. Sikia nikwambie wewe Kinyago. Hebu acha kufanya siku yangu ikawa ngumu kama kesi na nilii. Naomba uondoke bwana. Unaenda wapi mke wangu? Naenda kwenye vikoba mume wangu. Si unajua mambo yetu wanawake. Sawa. Yaani kuna kitu nataka tuzungumze. Samahani kama utanielewa vibaya, lakini ni moja ya kuwekana sawa. Kwa nini unatembea na mume wa mtu? Mume wa mtu? Sijakuelewa. Mume wa mtu yupi? Unatembea na mume wa Kulwa. Ninamuita mume wa Kulwa kwa sababu hana thamani tena ya kuwa kaka yangu. Yaani kaka yangu mimi hawezi kutembea na mke wangu. Ameniambia Kulwa yote. Ameniambia jinsi nilivyoanza
na akaniambia mpaka sasa hivi inawezekana mkawa bado mna mahusiano. Hiyo hainifanyi nikaamini sana, ndio maana nimekuja kukuuliza. Wewe ndio utakayenithibitishia. Ni nini kinaendelea kati ya wewe na kaka Jinga? Sikia nikwambie mume wangu. Inawezekana vipi mimi nikatembea na kaka yako? Na kwa sababu gani nifanye hivyo? Tena sio kaka yako tu. Kaka yako wa tumbo moja. Yaani damu moja. Mimi? Hapana mume wangu. Itakuwa umenichoka wewe. Sijakuchoka mke wangu. Wasiwasi ndo akili. Kumbuka pia hata mji wa mtu mwoga nao ni mji. Ila najiuliza kwa nini umefanya hivyo. Yaani umeona haitoshi kuwa unaniumiza mimi, ni mpaka ukaumize tena moyo wa mtu mwingine. Naomba Mungu isiwe hivyo. Ila kama ni hivyo, nitaumia sana. Sawa, unaweza ukaenda kwenye vikoba. Sawa. Lako ni kisasi kwa kaka yangu. Umenipa maumivu, 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 Nina maswali mengi sana ninajiuliza, lakini sijayapata majibu. Kwa sababu ninachokijua mimi, wewe ni rafiki yangu sana. Lakini cha ajabu umekuwa ukinificha. Kuna vitu unavijua, halafu hutaki kuniambia. Hii ni nini maana yake ya mimi kuwa na urafiki na wewe? Kipi hicho ambacho mimi ninakuficha? Mbona mimi sikuelewi kaka? Unajua kuwa mke wangu ananisaliti. Anatembea na kaka yangu na hujawahi hata kuniambia. Hii maana yake ni nini? Nini maana ya mimi na wewe kuwa marafiki? Nini maana ya kusalimiana tukionana? Ni kweli, nafahamu kila kitu kaka. Na sikuwa na sababu ya kukwambia wewe. Kwa sababu nilikuwa nahisi unajua kila kitu. Na ndio maana mimi nilinyamaza kimya. Niliona nisije nikakuharibia mipango yako wewe kama wewe. Hakuna chochote nilichokijua. Macho yangu yalikuwa na ukungu. Sikuweza kuona chochote kilicho mbele yangu. Asante sana kwa taarifa. Kaka, inauma sana. Sawa. Ulianza visa, ugomvi, kupigana kila siku, sikujua nini chanzo. Ulinidai talaka mbele. Hivi wewe, kilichokufanya utoe hiyo miguu yako na ukamfuata mume wangu, ukamwambia kuwa mimi natembea na mume wako, ili iweje? Hivyo una akili sawa sawa? Yule ni mume wangu mimi. Nina haki zote za kumwonea wivu. Upo? Sikia nikwambie. Hivi unadhani ulichokienda kusema huko umenikomoa mimi?
kati yangu mimi na wewe, unahisi nani atakayepata maumivu? Sasa sikia nikwambie. Swala mimi kuachika hilo sahau. Na muda wowote mimi ndo nitakuwa mama mjengo humu ndani, na wewe lazima utaondoka katika nyumba hii. Labda sio mimi. Nitahakikisha humu ndani unatoka na mimi ninaingia. Yaani mwanamke ni mnyama. Mume wako anakupenda sana. Tena ni nyoka. Alafu wewe unamsaliti na kakake. Ipo siku utakuja kujuta na utalia machozi ya damu na utakumbuka maneno yangu nayokuambia. Sio mimi. Na sijakuja hapa kufuata ushauri wako. Shenzi mkubwa wewe. Sawa, tutaona. Kaka yako alinibana sana na akataka nimwambie kila kitu kuhusu mkewe pamoja na kaka yake Jinga. Mimi sikuwa na budi nimuelezea kila kitu kinachoendelea. Umefanya vizuri sana kumwambia ukweli. Maana hata mimi nilikuwa nawaza nitaanzaje kumwambia. Ila sijui ni nini kitakuja kutokea hapo mbele. Ngoja tuone kitu gani ambacho kitakachoendelea hapo. Najua nimekumisi sana kipenzi changu. Yeah. Natamani muda wote tuwe karibu. Ila ndo ufanye sasa tena ndo tuoane. Maana siku zinazidi kwenda Tashi. Usijali, maana kila kitu kipo katika mstari wake. Tunasubiri tu nyakati zifike, tuanze hilo jambo. Kwa hiyo ondoa shaka, ndoa iko pale pale na nitakuoa kipenzi changu. Mimi nakupenda. Nakupenda pia. Maumivu ulianza visa ugo. Lucy. Abe. Habari yako? Salama za siku. Tunaendelea vizuri, tunamshukuru Mungu. Umependeza sana. Asante. Haya, kuna mapya gani? Nilifika nyumbani kwako lakini sijakukuta. Nilikuwa kwenye majukumu kidogo. Niambie. Nimekaa sana nyumbani kwetu. Akili yangu ikawa haitulii. Nikaona lazima nikutafute. Huu mguu ulikuwa ni wa kwako. Kwanza pole sana. Ninajua kila kitu unachokipitia kwenye ndoa yako. Asante sana Rosi. Japokuwa tayari nimeshayazoea kwa sababu mimi ndio mwenye makosa. Macho yangu hayakuona mbele. Sina wa kumlaumu kwenye hili. Ilipelekea mpaka nikakusaliti, nikakuacha. Lakini kila kitu kinatokea kwa sababu zake. Mambo shem. Safi tu, niambie. Poa. Nimetoka kwa Jinga, hayupo. Vipi, atakuwa amefika huko kwenu? Hapana, sijamuona muda mrefu sana. Na sijui alipoelekea ni wapi. Alafu shemeji, kwa nini michezo usiache? Hivi unajua kabisa unapoendelea michezo michafu itakuja kuweka sehemu mbaya sana. Siwezi kuacha mpaka pale nitakapopata ninachokitaka. Bila ya hivyo naomba unisikilize. Hicho unachokifanya itakuja kukuharibia. Wewe kama endelea. Ila yakija kukufika hakuna mtu anaweza kukusaidia. Inabidi utumie akili.
mimi ninaamini yatapita. Sawa, usijali, mimi niko hapa, nitakusaidia. Najua mengi sana kuhusu mkeo, hata mtoto mbie naye sio mtoto wako. Najua mkeo huwa anakusaliti. Najua pia sehemu ambayo huwa anaenda kufanyia uchafu wao. Lucy, unaongea nini wewe? Yaani mtoto wangu sio wangu kivipi? Sikiliza Bilivu, hebu chunguza kwanza, usije ukasema mimi nimekwambia ili nirudi kwako. Mimi naomba uchunguze, utajua ukweli. Kwa nini usiniambie? Kwa sababu kila ninayemfuata kumuuliza ananiambia nichunguze. Kwa nini mnashindwa kunipa msaada? Sawa, nitachunguza. Sasa ulikuwa unaelekea ofisini kwangu kunifuata mimi na tumekutana hapa. Safari yako nadhani imeishia hapa. Sasa tunaweza tukarudi. Sawa, hamna shida, turudi wote. Kaka, mbona umeishia nje na ukutaka kuingia hata ndani? Sikuona sababu ya kuingia ndani, kwa sababu moyo wangu ulivyojaa na ganzi, Mwenyezi Mungu peke yake ndiye anayejua. Naomba uniambie, ina maana ulikuwa unajua wazi kwamba kaka Jinga na mke wangu wana mahusiano? Na sio mahusiano tu, wameanza muda mrefu na hukuwahi kuniambia. Badala yake ukaniambia kuwa mimi niendelee kuchunguza ili nijue ukweli. Nini maana ya undugu? Wewe na kaka Jinga mna tofauti gani? Kwa nini ulishindwa kuniambia? Nimekuvua thamani sana mdogo wangu. Akili yako wewe na ya kaka Jinga kweli mnafanana. Najiona mwenyewe, najiona sina ndugu. Samahani sana kaka, nilijaribu kutaka kukuambia ila nilishindwa, kwani maumivu ambayo ungeyapata wewe, basi na mimi hivyo hivyo ningeumia. Na hata kuhusu kaka Jinga pia nimeshawahi kujaribu mara kibao sana kumkataza, ila hakuwahi kutaka kunisikiliza. Lakini ilipaswa uniambie. Huenda sasa hivi ningekuwa nimepona. Angalia sasa mateso ninayoyapata. Hoa. Sawa, mmekuwa wasili sana. Hali ya kuwa kwenye harusi yangu mlicheza mdundiko mpaka panakucha, kumbe mnaning'onga visogo. Mlikuja na kunipa hongera, mkanishika mkono, watu wangu wa karibu kabisa, kumbe nikiwapa visogo.
sana. Kila siku sikujua nini chanzo. Ulinidai talaka mbele ya kaka, akasema nikuache wende, lakini moyo. Nilijaribu kutaka kukwambia ila nilishindwa, kwani maumivu ambayo ungeyapata wewe, basi na mimi hivyo hivyo ningeumia. Ina maana unataka kuniambia kuwa mke wangu mimi na kaka Jinga wana mahusiano? Ndiyo, ila ilikuwaga. Kwa sasa sina uhakika, ila nahisi kuna kitu kinaendelea. Ni kweli, nafahamu kila kitu kaka, na sikuwa na sababu ya kukwambia wewe, kwa sababu nilikuwa nahisi unajua kila kitu, na ndio maana mimi nilinyamaza kimya. Niliona nisije nikakuharibia mipango yako wewe kama wewe. Najua mengi sana kuhusu mkeo, hata mtoto mlie naye sio mtoto wako. Najua mengi sana kuhusu mkeo, hata mtoto mlie naye sio mtoto wako. Ni kweli, nafahamu kila kitu, nafahamu kila kitu. Na sikuwa na sababu ya kukwambia wewe, kwa sababu nilikuwa nahisi unajua kila kitu, ndio maana niliona nisije nikakuharibia mipango yako. Manyanyaso ya mapenzi, kumbe moyo wako ulikuwa kwa kaka. Umenipa maumivu, Ndugu yangu, mbona umeishia hapa nje badala ya kuja ndani? Sijaona sababu ya kuingia ndani, kwa sababu baada ya kuingia tu hapa nimepatwa na maumivu makali sana. Hivyo yanatosha. Ukiwa na maana gani? Mbona nashindwa kukuelewa? Najua kila kitu Abi. Najua kuwa mke wangu alikuwa anakutana hapa na kaka Jinga. Najua kuwa ulikuwa unajua kuwa mke wangu ana mahusiano na kaka Jinga, lakini hukuwahi kuniambia hata siku moja. Sijui kwa nini. Ni kweli najua, lakini sio peke yangu ambaye ninayejua. Hata ndugu zako wote pia wanafahamu hilo. Kwa hiyo maamuzi ya busara ambayo nimetumia nisiwe mimi wa kwanza kukwambia, kwa sababu nikikwambia ungenichukuliaje? Unaweza usinielewe, nikawa kama nakugombanisha na ndugu zako. Na ndio maana sijajaribu kabisa mimi kuwa kwanza kujua. Lakini kama umetambua hilo na umegundua hilo, basi ni vizuri. Ndivyo hivyo ilivyokuwa. Inauma sana Abi. Yaani kwa maumivu ninayoyapitia, sidhani kama kuna mtu anaweza kuyavumilia. Lakini sio kama ninawalaumu, ila mlipaswa kuniambia. Hata sijui nifanye nini. Maana kwa hasira nilizonazo, hata nikirudi nyumbani nahisi naweza nikafanya kitu kibaya sana. Pole sana ndugu yangu kwa yote ambayo unapitia. Najua ni maumivu makali sana sana, hayaelezeki. Lakini pia usifanye maamuzi yoyote kwa sasa. Na kitu ambacho nakushauri, unatakiwa tu kurudi nyumbani kwako, ukapumzika, zeni hasira zikiisha, ndio ujue unafanya nini. Siwezi nikarudi nyumbani kwa sasa, maana hasira nilizonazo ninaweza nikafanya kitu kibaya sana. Basi kitu kingine ambacho unatakiwa kufanya ni kwenda tu mbali na nyumbani kwa sasa.
hasira zako zitakapoisha utarudi nyumbani, na hapo nafikiri utakuwa na maamuzi mapya ambao unaweza kuchukua kwako wewe pamoja na familia yako. Hilo mimi naona ni wazo zuri sana kwa sasa. Kumbe moyo wako ulikuwa kwa kaka. Hivi kwa nini simwambie kakako ukweli? Hapana, mimi siwezi nikamwambia ukweli, maana naiona vita kubwa mbele yetu na kuja katika familia. Mimi naona ni bora nimwambie kakako ukweli. Unadhani siku akija kujua ukweli nini kitatokea? Mimi nimetoka kumwambia ukweli. Kama wewe tayari umeshamwambia ukweli, hiyo inatosha. Mimi haina haja tena kurudia maneno yale yale. Mimi tu naona haitoshi. Ninaona ni bora nao umwambie, umthibitishie. Basi sawa, nimekuelewa. Sawa. Umenipa maumivu, 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 maumivu. Nilikwambia nini kuhusu kufagia takataka kuzileta huko? Hivi na wewe nikuulize swali. Kichwa chako ni kigumu kuelewa, si ndio? Ulikuwa unategemea mimi nikiwa nafagia ama takataka na yabeba mkononi naenda kuyatupa, si ndio? Kichwa chako kigumu eh? Na kuuliza kichwa chako kigumu? Sasa leo nitakurudisha. Wewe, nisikilize kwa makini. Ungekuwa wewe mwanamke kweli, ungetoka na fagio lako kwenu ndio ukaja kurudisha matakataka, sio fagio langu. Hebu acha nini? Vipi? Hivi amuoni kama ni mtoto mdogo? Watu wazima vishati nyewe mnakuja kugombana na mtoto mdogo. Mna mapungufu ya akili au? Au ndio mlikuwa mnamuonea mdogo wangu kwa mimi vile sipo Sila hapo kubwa zima ovyo tukunye maji. Linatoka huko eti linaniambia eti nifagie lisupie huko wapi? Sister, mdogo wako. Acha kunyosha kidole wewe. Na wewe acha kunyosha kidole mdogo wangu. Nakuheshimu wewe. Nakuheshimu pia mtu mzima kishetu. Alafu dada yule fagio langu, no? Acha.
Niombe ufagio. Kumbe mlikuwa mnamwonea mdogo wangu kwa vile mimi sipo Sasa kwa taarifa yenu, kubwa la maadui nimeingia. Hakuna pusi yoyote wala panya yoyote atakayekuja kupiga hodi katika mlango wetu. Mmenielewa? Sijui mnanijua vizuri. Naongea na nyie. Mlijua jinga wewe. Mmepatwa leo. Vione kwanza nywele zile. Kuja kuwapasua wewe pamoja na mdogo wako. Wewe kaka vipi? Mimi nitakusambaratisha wewe pamoja na upusi wako huyu. Wewe unaniweza wewe? Mimi na wewe kwanza. Mara ngapi? Wewe. Kwa nini si wewe? Acha kumpiga. Kwa nini si wewe? Wewe, acha kumpiga mke wangu. Tulia. Mmepatwa leo. Tulia. Achana na hao. Wale wanaonekana wote machizi tu. Machizi ni nyie. Chizi ni wewe pamoja na mke wako tukunyema mwanaume mzima ndio kwa kazini saa hizi. Uko kwa majirani kutoka na kelele washenzi wakubwa nyie. Kwa taarifa yenu mlikuwa mnamuonea mimi sipo. Nimekuja mimi nataka nikapiga wewe babako mamako pamoja na mke wako washenzi nyie. Majirani huku leo. Nyoka niweza mimi nimekuja. Washenzi. Hebu tulia mke wangu. Punguza hasira. Yaani wewe unaruhusu mimi napigwa na wanawake wawili? Na wewe ukiwepo? Hivi mke wangu, mimi nisingefika hapo. Unahisi leo ugomvi ungeisha saa ngapi? Hebu tulia. Mimi mwenyewe nitaangalia namna gani ya kulimaliza hili tatizo. Utalimaliza vipi? Kulimaliza tatizo ni mimi na wewe kuhama katika hii nyumba. Kama tatizo ni hilo, ondoa shaka mke wangu. Ngoja nikatafute nyumba basi tuhame. Usiwe na hasira. Siku zote hasira hasara. Come on baby. Sio kwa joto hili jamani. Changanya joto, changanya mchoko wa safari, taflani. Pole sana dada. Ila hapa si tupo wazima vizuri kama unavyoona. Ndio hivyo. Nishapo Kwanza na wewe, naomba nikuulize kitu. Huyu mdada umemfanya nini? Tatizo lenu kwenye familia mnanionaga mimi mkorofi. Lakini huyu dada huyu tukunyema huyu ndio mwenye shida. Yaani mimi sifagia uwanja wangu kwa amani. Unafagia unaleta matakataka nyumbani kwangu. Kwani hapa dada tunakaa Masaki? Yaani anataka maana yake mimi nifagie nizoe matakataka na mikono kweli? Ndio shida ipo hapo. Afu eti ametoka hapo kaenda kumshtakia Kajinga. Na huyu na Jinga huyu nahisi watakuwa na mahusiano. Kama hilo likakajinga lenyewe limeanza kuwa na mahusiano na mke wa mdogo wake, ashindwe kutoka na udada. Wewe sijakuelewa vizuri. Unamaanisha kwamba yaani kaka Jinga anatoka na mke wa kaka Bilivu. Yule Nabu yule anatoka na Jinga. Hivi ujinga na matatizo gani? Ana shida gani Jinga kwa na ubongo wake? Nauliza Jinga huyu. Jinga kwenda kutembea na mkabilivu? Sio
ukweli. Ujinga anataka kunitibua. Jinga anataka kunichokonoa. Sasa kama yeye jinga jumlisha jinga, ila mimi hapa mtibabu wa wajinga. Nitampa tiba inayomstahili. Sijui mamake kwa kweli alimpa jina la jinga na akili yake jinga, basi akili na tabia zimefuata kabisa na jina lake. Ila yote hayo 9. Wewe hizi taarifa umezitoa wapi? Bora hata ningekuwa nimehadisiwa na mimi ningesema uongo. Nimeona kwa macho yangu haya. Kaka Jinga na Nabo. Nimewaona mwenyewe, sijahadisiwa dada. Yaani hili swala hadi Lucy analijua. Achilia mbali Lucy, mpaka mke wa kaka Jinga yule kula anajua. Yaani hapa familia yote imevurugika. Masikini jamani. Ni bora ningemkubaliaga Bilivu kama Lucy. Ila sasa, yani kuhusu hizi taarifa, Bilivu anazijua? Lucy alimfuata akamwambia. Baada ya kumweleza na akamwambia nenda kwa mdogo wako, anajua kila kitu. Kwa hiyo kaka alivyokuja mimi sikuwa na haja ya kuficha. Nikamwambia kila kitu ambacho nakijua dada. Tamika umemwambia Bilivu ukweli? Sasa hapo Jinga kalitibua. Jinga hapa sasa kalikoroga. Cha msingi kitu kimoja, huyu Jinga nitakapokutana naye, yani Jinga uso wake akakutana na usininyamazishe na wewe bwana, acha niongee. Unadhani ni mazuri alomfanyia ndugu yake bwana wewe? Wenga kwa ungechukuliaje? Wewe unategemea Bilivu saizi uko kwenye hali gani? Mimi siwezi kuvumilia ujinga, afu Bilivu mimi anaonewa simpo. Ila hivi nipo. Jinga na ujinga wake kakoroga. Sasa sijui nakwambia wewe ndo nakutuma. Cha msingi kitu kimoja, inatakiwa sasa hivi hapa tuweke mashauri. Tunaanzia kwa Lucy au tunaanzia kwa wewe mjinga? Okay, bwana wewe mbona na kama vile unanichanganya? Usijali damu kubwa. Kokote utakayotaka. Mimi niko tayari twende. Jinga, yani kama nakuona Jinga umejikoroga, yani Jinga kajikoroga. Tamika Jinga kajikoroga. Anaanzaje kwenda kulala na mke wa mdogo wake? Yani kosa, yani mwili wake sijui nimfanye nini huyu kaka, sijui mimi naweza nini. Mungu wangu wa Jinga popote ulipo. Kwanza simama. Ninaona Lucy. Abe, nakuja. Karibuni. Asante wifi yetu wa ukweli. Leo tena nimekuwa wifi yenu. Ndio. Hivi si tuna wifi mwingine tofauti yako wewe? Wewe ndo mama la mama. Wewe ndo unatakiwa uwe mama mjengo pale kwa ule Bilivu. Tena kabla ya yote, humgulo tuleta hapa mimi na mdogo wangu. Lengo kuu ni kuja kuomba msamaha. Kwa sababu tumegundua yule mwanamke hamfai kaka yetu kwa matumizi ya ndani wala matumizi ya nje. Ila wewe hapo mwanamke umbo namba 8, mtoto jicho, mashallah, aliyekuumba kakumba weekend. Wewe ndio unafaa kuwa tulizo la yule mbaba yule. Unaelewa haya mambo au unasemaje mdogo wangu? Hivyo damu kubwa. Kwa hiyo wifi yangu Lucy, tunakuomba uende ukamtulize kaka yetu. Kwa sababu tumekaa tumejifikiria wewe, tumeona hakuna mwanamke yoyote anaweza kumsaidia kaka isipokuwa wewe. Yule mwanamke ni kuwadi Firauni. Yaani hayafai msikitini wala kanisani. Bi maana hilo ndo maana tumekufuata. Mashallah. Sawa, nimewaelewa. Lakini hata hivyo mwanzo niliongea na Tamika, nikamwambia akaongea na kaka yake. Kwa hiyo sijui kama aliongea naye kwa kweli. Kuhusu hilo ondoa shaka kabisa Lucy. Mimi nilimfuata kakaangu na nikamweleza kila kitu. Sikuwa na haja ya kuficha, kwani nilikuwa naujua ukweli. Kwa hiyo kila kitu kiko sawa. Kilichobakia hapa ni wewe tu kusema yesi, mambo mengine yaende. Au unasemaje hapa? Aswa, huo ndo ukweli wenyewe.
maana hakuna kinachoharibika mbele. Mimi nimekuja. Umenielewa? Huwa sipindishi, sirembeshi, afu wasicheki na yoyote. Yaani ninachokitaka mimi kiwe kaka yangu ndio inatakiwa kikawe. Mama, uwanja wa kwako. Ushapokea mawifi tayari hivyo. Basi haina shida jamani, wifi zangu nimewaelewa, nimekubali. Kwa hiyo niacheni mimi, nitalimaliza mpo. Haya mwenzangu. Shoga yangu acha sisi tukuache. Tunakutegemea shoga yangu. Ai, wifi tunaye na tunatamba naye. Tuko lele. Basi sawa, karibuni tena. Karibu. Mawifi zangu. Karibuni. Karibuni ndani. Njoo hapa. Hatuna haja na karibu yako. Huyo ndugu yetu tumemkuta? Hapana. Hata hayupo. Jana nilivyoondoka nilimwacha hapa nyumbani. Lakini wakati narudi hata sijamkuta. Na hata sijui amelala wapi. Maana hata hajalala huko ndani. Hivi dada, hapa unachokisikia na mimi nakisikia ama? Maana ngoja kwanza nipige mixer. Hivi na mwana kuika nyumba mwako ngando mwaka pawije wakuweza kuweza ni yako analangaika lidova yake imvua yake wao ikerenge chine mu nyumba mo hivi wako na nunu kao naibwe ukave na haya kwali wa mwana wakukeleke kwachi ngumikiji chini diani oko lo Sikia nikwambie. Kama unanitukana utajua mwenyewe. Alafu kakako sio mtoto mdogo bwana. Hivi unachokiongea nimekisikia au kimepita juu kwa juu? Kwa hiyo kama sio mtoto mdogo, sio mtoto mdogo, lakini tambua yule amezaliwa na ana familia ambao ndo sisi hapa dada zake. Upo? Kwa hiyo usiishi na mtoto wa mwanamke mwenzie utake kumfanya unavyojua wewe. Sikiliza mama, kaa kwa kutulia. Stop kadi his. 3 yani manake. Makonde anasema hivi, yani patie doni 1 2 cheche. Sijui umenielewa? Tunachohitaji kujua ni kitu kimoja. Humu ndani unaondoka leo, kesho kutwa mtondogoni, tujua unaondoka lini. Iko ndo kilichobaki. Tena kama unaona uvivu tukuhamishie mizigo tukutolee nje. Hivi nawasikia vizuri au unachokisikia ndo sikielewi? Sikizeni niwaambie mawifi zangu. Swala la kuondoka humu ndani hilo sahaulini wala halipo. Siondoki leo, kesho kutwa na hata mwakani. Bado nipo sana. Dada, huyu nina wasiwasi naye. Huyu itakuwa kwao kuna shida, wanashindia ugali wa muhogo. Na kama sio yale makopa yenyewe kuyaloweka na kuchemsha kula na kachumbari. Ndio maana ameng'ang'ania humu ndani hataki kutoka. Sasa basi, kama kawaida yako, mimi nakuaminia damu kubwa. Shida Masamba, twende kazi. Lazima uendelee kung'ang'ania mama.
kwa sababu umejengewa nyumba nzuri, una mwanaume mzuri, lakini huyo mwanaume unayemuona wewe mbaya, mshenzi, hakufai, ndo kakuweka kwenye hii nyumba ambao unachukua hatua mpaka leo unaenda kutembea na ndugu yake, unachanganya mkubwa na mdogo, mkubwa na mdogo, na bado una relax, hujui yuko wapi, unakula, unanenepa, ni kila siku unazidi kunenepa kama puto. Unanenepa maziwa, mashepo, sijui vinini, sasa hivi umeona haitoshi, unanenepa mpaka macho, si ndio? Sasa wifi, haya yote yametokea wapi? Mdomoni. Ndio yamepotokea. Sasa sikia. Nimekuja kubwa la maadui. Mimi ndo ndugu yake Bilivu. Yaani siwezi kuona kakaangu ananyanyasika, anasimangiwa afu kwenye mji wake, afu umekaa huko ndani wewe unalala, kakaangu hajalala ndani, hajashinda ndani. Kwa taarifa yako, mtafute kaka yangu popote alipo aonekane. Kaka yangu nikarudisha hizi ngwambara zangu hapa, nisipomkuta wewe mama, tutagawana majengo ya serikali. Yaani nitakuminya, nitakubiligua wewe, nitakufinyanga hicho kimwili chako hicho. Takutandika ngumi za kila rangi na kuambia pusi wewe. Sikia nikwambie wifi. Kwanza hata akifa yule kakako, mimi hata sijali. We mama wewe, tafadhali. Yaani afa alafu wewe upumue ule. Kakaangu afa usijali. Kakaangu mimi anguke chini wewe usijali. Uendelee kupumua kwenye hii nyumba. Nitakuwa sijatoka Kigoma mimi. Yaani wewe utaendelea kukaa humu, mimi sipo. Sasa tunaondoka. Yaani leo nilikuwa nimekuja kumtafuta ndugu yangu, sikuja kwa ajili yako. Ila leo naenda kwa huyo bwana wako. Kabla sijafika naomba mpe salamu zangu. Dada yake naenda huko. Wa malaya wakubwa wewe, tuondoke. Tuondoke. Nimekulamba. Usiniache. Samahani, simu ya mteja uliyempigia haipatikani. Samahani, simu ya mteja uliyempigia haipatikani. Kaka. Ndio, huyu ni kaka huyu. Shida masamba. Kaka, umetoka wapi? Tumetoka mpaka kwako haupo. Na sio kuwa haupo tu, haukulala kabisa nyumbani. Ulikuwa wapi kakaangu? Ni kweli sijalala nyumbani kwa sababu sikuona faida ya mimi kulala nyumbani. Hakuna amani tena kwenye ndoa yangu, na hasira nilizokuwa nazo jana, ningeweza kufanya kitu chochote kibaya, halafu watu wangenilaumu na kuniona mimi gaidi. Sasa we Bilivu, kutokulala nyumbani umelikimbia tatizo au umeongeza tatizo? Yaani maamuzi anapokuja hapo hapo mtu fanya maamuzi. Wewe unaishije kwa kumwogopa mtu bwana? Unadhani alichokifanya kakako kizuri? Alichokifanya jinga sio kitu kizuri. Mimi kama dada yako sijapenda.
Yaani sijapenda kabisa. Hakuna mtu yeyote ninayemwogopa. Hilo la kwanza. Lakini pia hata kama nikiamua kufanya chochote kibaya, unafikiri serikali mimi itaniacha salama? Atakayelaumiwa ni mimi mwenyewe, kwa sababu siku zote haangaliwi anayeanza, ila anayemaliza ndio anaonekana mbaya. Unamsikia kakako? Hivi unachokiongea unakielewa? Au ndo stress zimejaa katika kichwa chako? Yaani unaogopa kuanza. Yaani akikuanza mtu wewe maliza. Yaani usiangalie sijui kwa Mlakundo anasahau, sijui kwa Mtupa Maganda anasahau. Wewe maliza. Alichokifanya Jinga sio kwenda kutembea bilifu na mke wako. Yaani staro unazozipata wewe Jinga anaenda kuzila ndani kwako afu na Yaani hicho kitu mimi kimeniumiza. Unajua kuniumiza? Yaani nimeumia sana. Yaani ujinga ni mchafu. Unaongea maneno ya kijasiri sana. Kwa mtu yeyote angeweza kufanya hivyo. Lakini rudi nyuma kidogo. Umechukua maamuzi, umemzuru mtu. Dada, jaribuni kufikiria kidogo. Msitangulize hisia. Inatakiwa utumie akili. Akili ndio ikuongoze wewe, lakini hisia zisikuongoze. Kama ni kugawana majengo ya serikali, gawaneni. Kwa sababu hakuna maumivu. Mimi kakangu mimi najua, yani mpaka unaona Ntamika kaniambia kila kitu. Nimepaniki, mimi najua unayoyapitia. Najua unayoyapitia, wewe unaumia. Ndugu gani? Huyo ndugu habisi. Huyo ni ndugu, ni shetani. Kisheria dini yetu ile atakuwa apigwe mawe mpaka afe. Alafu unamwangalia tu. Kwa nini dini imesema mtu anayezini afanywe hivyo? Wewe unachukulia nini? Wewe mjukuu wa Mtume? Wewe ulitolewa nyongo wewe? Wewe maumivu unaweka kwenye moyo wako, wewe unajua maumivu, wewe unataka ufe? Yaani watu kupoteza. Mimi Jinga nishampoteza katika maisha yangu. Mimi sina ndugu wewe. Mimi Jinga sio ndugu yangu. Sema. Na wewe elewa. Sina ndugu, yani ndugu yangu wewe, ndugu yangu Tamika. Ni kweli ninayapitia maumivu, tena maumivu makali sana. Naombeni tuachane na hayo. Nadhani ndo umefika. Ni vyema uende nyumbani kwako, ukaangalie maisha yako na mume wako. Haya ya kwangu niachie mimi, nitayamaliza. Tena nitayamaliza kiume kabisa. Sawa. Ila uko kwako huko unakoenda, si umesema unaenda kumaliza kiume? Kamalize kiume, lakini mimi uko nisharibu. Yaani nimeshachafua hali ya hewa kabisa. Na huyo Jinga huyo. Na ukiona haya mambo unayatatua yanakushinda, analeta ni mafundo nielekeze. Jinga nishamtoa kwenye ukoo wetu sisi. Nitamtafutia mtu yoyote amshike bega waondoe. Sasa hapo ndo nitakuwa nimekata mwafaka. Aone uchungu wa kuikosa yako inakuwaje. Sasa huku msiende. Nendeni nyumbani. Jinga, nimekupigia sana, simu zangu haupatikani. Sawa, ulikuwa unipate. Sasa mimi nishapatikana mimi mwenyewe na sio simu. Naambie shida yako nini? Shida yangu kubwa nataka nikwambie. Dada zako wamekuja nyumbani.
Hajra na mwenzake Tamika wamenitukana sana, wamenidhalilisha vya kutosha. Hebu subiri kwanza. Wewe huyu Hajra umekutana naye wapi? Na amekuja lini mjuu? Na hayo mambo yeye ameyajuaje? Au wewe kiherehere ushenyanyua tena mdomo wako na kumwambia dadangu pia? Sikia nikwambie jinga, hata kama anapenda kuongea, lakini kwa hili mimi sijamwambia kitu chochote. Na hivi ninavyoongea na wewe muda huu, wako njiani wanakuja nyumbani kwako. Kwangu? Sasa tunafanyaje? We Nabo, hapo kuna cha kujiuliza kwamba tunafanyaje? Cha kufanya tuachane tu mimi na wewe. Tuachane? Hivi unamaanisha nini kusema tuachane? Iko ndio ulichofikiria? Kuachana hiyo itakuwa ngumu. Umeshasema ndugu zangu wameshakuja kwako na washakwambia uachane na mimi. Unataka kuning'ang'ania mimi ili iweje? Hivi wewe haujui kwamba haya uliyoyasababisha ni matatizo mazito sana kwenye familia yangu? Haulijui tu, lakini bado tena unaendelea kuwa king'ang'anizi. Sasa ndo naamini wale wanaosema kwamba machizi wako mtaani, alafu wale wazima wako Milembe. Wewe utakuwa chizi wewe. Hivi unadhani mimi nitakuwa katika hali gani? Bilivu akishajua ukweli mimi nitaenda wapi? Nitaenda wapi? Sikia nikwambie. Nataka umwache mke wako kisha wewe uje kwangu mimi. Lakini mimi sio niondoke bwana. Wewe una akili kweli wewe? Wewe si ndo tangu mwanzo ulikuwa unaitaka talaka wewe kwa Bilivu? Unajiuliza eti sasa hivi unaniuliza mimi akikuacha utaenda wapi? Utaenda kwenu. Wewe si ndo umelazimisha ndoa na mdogo wangu ili nikomoe mimi wewe? Haya, mimi sijakomoka. Wewe sasa ndo utakomoka mwenyewe. Labda nikwambie kitu. Kuanzia sasa hivi, huu muda tulikuwa nao sasa hivi huu dakika hii mimi na wewe tumeshaachana. Kila mmoja angalie maisha yake, 50 zake, 40 zake, afe kivyake vyake. Nyinga. Sikia nikwambie, usisahau kama mimi na mtoto wako. Na ukiendelea na ubishi wako, nitamwambia Bilivu, afu tuone atakachokufanya. Kwa hiyo, wewe unachoona sehemu ya kujifichia na kujiwekea kinga ni mtoto, au sio? Huyo mtoto ni mikojo tu. Unaweza ukaileta pale kwangu na nikaishi nayo. Sasa tutaona. Mimi si chizi, nataka nikuonyeshe chizi wangu. Siwezi kukubali. Maumivu, 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 maumivu. Mume wangu. Mke wangu vipi? Lakini haya yote unajisababishia mwenyewe. Ona sasa muda wote unawaza. Hicho unachokifikiria wewe mke wangu sicho ninachokiwaza mimi. Najua watu hawawezi kunielewa kwa sasa na wataniona mjinga. Lakini hapo baadaye watakuja kunielewa kwamba mimi sina kosa lolote. Nikwambie kitu mke wangu. Kama kuna mtu yoyote atakuja kuniulizia, tafadhali mwambie sipo. Tajaribu. Sijui kama nitaweza.
Huyu anayejiita mume wako yupo? Alikuwepo hapa. Mume wangu. Mume wangu. Kuna wageni. Awe. Haina haja ya kukimbia bro. Bila shaka huyu mwanamke unamjua. Ni mjinga mwenzio. Shemeji. Kuna jambo limenileta hapa. Na makusudi kabisa ya mimi kufika hapa ni kuwafanya nyie muwe mashahidi kwenye hiki ninachoenda kukifanya. Kuanzia leo huyu sio mke wangu. Na tayari nimeshaiandaa talaka yake. Hii hapa, shika. Shika basi. Sijui utachukua maamuzi gani. Kama utaamua kuishi nao wote wawili hapa, poa. Ni fresh. Lakini katika maisha yangu umeweka kiza ambacho hakitokuja kufutika kamwe. Nashukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kunipa ujasiri na roho ya imani kuvumilia uchafu uliokuwa ukiufanya na mke wangu. Bro, nimebeba maumivu makali sana. Ninajua kila kitu kuhusu wewe na mke wangu. Ninajua mpaka sehemu mliokuwa mnaenda kufanyia uchafu. Na kibaya zaidi, hadi mtoto niliyekuwa ninajidanganya ni mtoto wangu, kumbe sio wa kwangu, ni mtoto wako. Aisee, nimepoteza pesa nyingi na muda mwingi kumlea yule mtoto, kumbe ni damu yako. Sio mbaya. Nilifanya kwa mtu ambaye nilikuwa ninamheshimu. Lakini haina noma. Aisee, nisikilize Bilivu mdogo wangu. Nini? Utaongea nini ambacho mimi ninaweza kukuelewa wewe? Mimi sitaki unielewe, nataka unisikilize tu basi. Inatosha ukinisikiliza. Haya yote umeyasababisha wewe mdogo wangu. Kama ungenisikiliza ile siku niliyokuambia mpe talaka huyu mwanamke, haya yote yasingetokea. Kwa sababu nilikuwa najua hii ndoa imebeba ukweli ambao ndani yake una maumivu. Mimi sijawahi kutembea na mke wako, bali wewe ndio umeoa mwanamke ambaye aliwahi kuwa mwanamke wa kaka yako. Umenipa maumivu, maumivu, maumivu. Nyamaza basi. Hivi nyie mnamuelewa huyu? Mnamuelewa? I say, sitamani nifanye kitu kibaya chochote kile. Wewe ni mnyama, una roho ya kinyama, kichizi yani. Ila mimi ni mnyama kuliko wewe. Bro, mwanamke wa kwangu mimi, nije niombe ushauri kwako kuoa, inaingia akilini? Wewe ni ndugu yangu. Kama ulikuwa unayajua mabaya aliyokuwa anafanya, kwa nini usiniambie? Namsikiliza kaka yako. Anaongea nini? Anaongea nini kaka yako? Usimpandishe hasira. Naweza nikakufanya kitu kibaya. Dunia yote ikanichukia. Asante sana mzazi. Umenipa maumivu, 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 maumivu.
kupigana kila siku, sikujua nini chanzo. Ulinidai talaka mbele ya kaka, akasema nikuache wende, lakini moyo haukuwa tayari kukukosa. Nilivumilia manyanyaso ya mapenzi, kumbe moyo wako ulikuwa kwa kaka. Umenipa maumivu, 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 maumivu. Kwa hiyo haya ndio mambo ambayo wewe ulitaka yatokee, si ndio? Nilishakukataa, ukaamua uje tena kwenye familia yangu kwa ajili ya kuigawa kama ulivyoigawa siku ya leo, si ndio? Hapana. Nisikilize mdogo wangu, hayo mliokuwa mkiyafikiria yako tofauti. Huyu mwanamke ni kweli aliwahi kuwa mwanamke wangu, lakini kabla hajaolewa na kaka yako Bilivu. Na hata hizo sehemu ambazo mlizokuwa mkituona tukiingia, nilikuwa nikifika ndani na mkataa. Nilikuwa natafuta namna sahihi ya kumkwepa huyu mwanamke na kumuondoa kwenye maisha yetu. Mke wangu, najua unaniamini na unayajua mengi sana yanayoendelea baina ya mimi na huyu, na haya yanayoendelea sasa hivi ni ya uongo tu, hayana ukweli wowote. Sasa tunafanya Ufanye nini? Yaani unaniuliza mimi cha kufanya? Mimi nitakachokifanya, nitaingia ndani kwangu na mke wangu tu, na wewe sasa cha kufanya nenda kwenu. Mke wangu, twende zetu ndani. Haya, luchi la mbele nilapata na mwana ukave na aibu wako. Haya, uvani kule kahambe tenda mpango uwe kwenu. Lo lo Maumivu, 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 maumivu. Oh, Bilivu. Lucy. Kwema? Mimi niko poa pia. Auchi kuna kucha. Sawa, namshukuru Mungu. Hata mimi hapa nimetoka nyumbani kwako, sijakukuta, lakini pia hata mwanamke wako sikumkuta pia. Ni kweli. Nimetoka kumkabidhi kwa mwanaume wake Jinga, na nimempa talaka zake zote 3. Nimeshindwa kuendelea kulifuga jipu ambalo limekuwa likinipa maumivu kila siku, kuniliza na kuninyima amani. Nimeona bora niachane naye. Hongera sana, maana
umefanya maamuzi ya kiume sana, sio kwa yule mwanamke. Ingefikia mahala angekupasua moyo. Nashukuru sana hata kwa maamuzi uliyofanya. Ni kweli, ndio maana nimeamua kushika hatamu. Kila mtu ni bora afanye mambo yake, kwa sababu mwisho wa siku pengine ningekuja kuishia pabaya zaidi. Kwa hiyo sasa hivi unaelekea wapi? Nilikuwa naelekea hapo nyumbani kwetu. Basi tunaweza tukarudi wote nyumbani kwangu kama hautojali. Sawa, hamna shida. Ulianza visa, ugomvi, kupigana kila siku, sikujua nini chanzo. Ulinidai talaka mbele ya kaka, akasema nikuache wende, lakini moyo haukuwa tayari kukukosa.